Movie yetu inaanzia uwanja wa ndege ambapo kuna mwanajeshi wa Kimarekani anaitwa Mike. Anaiaga familia yake, anaenda kwenye mission maalum ya kijeshi itakayofanyika huko Asia. Na baada hapo anaondoka kuelekea kwenye hiyo mission ambayo ni hatari sana itakayofanyika jangwani, akiwa na rafiki yake wa karibu anaitwa Tommy. Sasa leo wako juu ya jabali jangwani, wanasubiri shabaha yao ifike ili waidhibiti. Kwa lugha ya kijeshi, neno shabaha ni mtu anayewindwa na mwanajeshi ili auawe. Ni gaidi hatari sana mwenye miaka 65. Yaani ameanza kuwa mzee hivi, anaitwa Said Asif. Sasa huyu mwenzake anaitwa Tommy ni mtu wa vichekesho muda wote. Yaani ni kama yuko serious hivi. Lakini Mike ni mtu ambaye mara nyingi anakaa kimya. Yaani mara nyingi ukimwona ni kama yuko serious muda wote. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, wanaona kundi la watu likikusanyika mahali hapo. Na baada ya kuchunguza vizuri, wanagundua ni harusi. Sasa hii ni harusi ya mtoto wa huyo gaidi ambaye wanamtaka. Mike anaambiwa ampige risasi huyo mzee. Lakini tatizo ni kuwa ili kumpiga huyo mzee ni lazima amuue bwana harusi kwanza. Lakini Mike yeye hataki kumuua mtu asiye na hatia. Hivyo anamdanganya kamanda wake kuwa amemuua bwana harusi, lakini bahati mbaya ameipoteza shabaha. Na wakiwa wana habari, mambo yanawageukia. Magaidi wanagundua kuwa wako hilo eneo na wanamgambo wanaanza kuwashambulia, na hapo hapo vita vinaanza. Hivyo wanalazimika kukimbia kwa sababu nguvu yao ni ndogo, watauawa wasipojiangalia. Hivyo wanalazimika kukimbia huku risasi zikivuma kila upande. Wakati wanatoroka, kifaa chao cha GPS kinaharibika, na hichi kifaa ndicho kinachowasaidia waonekane sehemu walipo. Hivyo wanatumia ujanja kuwazuga maadui na hatimaye wanawapotea. Wanaomba backup kutoka kwa kamanda wao, lakini wanaambiwa kuna helikopta itakuja kuwachukua, lakini hilo eneo sio salama. Hivyo inabidi waende kwenye kijiji kilichopo jirani, na ili kufika hapo inabidi watembee kwa muda usiopungua masaa 5 ndipo watakapoweza kufika kwenye hicho kijiji. Joto kali, upepo wa mchanga na kiu vinawaandama na kuwachosha. Kwa kuwa safari ni ndefu, inabidi waisindikize na story. Tommy anajaribu kumchekesha Mike kwa hadithi nyingi zinazohusu mwanae. Muda wa Mike unapofika naye kuleta story, yeye bado ni mkimya, lakini anapoongea anaanza kuongelea familia yake, na yeye anasema kuwa kiukweli anaogopa sana kuingia kwenye ndoa. Anahofu sana na ndoa. Yaani hajui itakuwaje, hana uhakika kabisa. Yaani hana hakika kabisa na mambo ya ndoa. Tommy anamcheka, lakini anamtia moyo, anamwambia mwanzoni ndoa huwa inakuwa ngumu sana, lakini baada ya muda unajikuta unaizoea na unaipenda. Kwa hiyo asiwe na hofu, aoe tu. Basi stori zinaendelea huku wanaendelea kutembea. Yaani katikati ya jangwa vibaya mno. Hali ni ngumu. Wakiwa wanaendelea kutembea, kuna bango la onyo linapeperuka na kuanguka karibu na miguu yao. Kulisoma limeandikwa kwa lugha ya Kiarabu, na hawa ni Wamarekani hawajui Kiarabu, lakini na alama fulani ambayo huwa inaonyesha hatari. Hivyo Mike anasema ili eneo lazima litakuwa na mabomu ya kupandikiza ardhini. Lakini Tomu kama kawaida yake ni mtu wa masiara. Yeye anaanza kutembea huku na kule akimcheka Mike. Yaani ajali kabisa, hachukui tahadhari. Yeye anaona tu kuwa Waarabu wameweka hiyo alama ili watishe watu wasije hapo. Lakini kama kawaida Tommy huwa hayuko serious na anakanyaga kitu fulani. Mara mlipuko huo na Tommy anakatika miguu yote miwili. Itakuwaje na wako katikati ya jangwa maskini? Kabla tujaendelea, nikukumbushe kusubscribe, lakini pia bonyeza notification bell ili upate movie zetu kila tunapopost. Mike haamini kabisa kilichotokea. Sasa anajaribu kumsogelea ili amsaidie, lakini naye anasikia mlio. Ina maana kuna kitu amekanyaga. Kwa hiyo naye amekanyaga bomu pia. Hilo eneo ni hatari zaidi. Yaani hapo akiinua huo mguu na yeye analipuka. Kwa hiyo anabaki ameganda pale bila kuondoka. Tommy ameumia vibaya sana. Hivyo Mike anajaribu kumtuliza, lakini hali yake inazidi kuwa mbaya kwa sababu anavuja damu nyingi sana. Hivyo Tommy anakata tamaa kabisa ya kuishi. Hivyo anachukua bastola alafu anajipiga risasi kutokana na kukata tamaa. Mike anabaki peke yake amenaswa juu ya bomu tena jangwani. Baada ya kukaa hapo muda mrefu, anaanza kubuni mbinu ya kujiokoa. Kwa kutumia kamba ya viatu na shock, anajaribu kuvuta radio kutoka kwenye mwili wa Tom, lakini betri imeisha chaji. Lakini uzuri ni kwamba hiyo inachajiwa kwa kutumia mwanga wa jua. Hivyo anaichaji, na baada ya muda chaji inajaa na anapata mawasiliano. Wanamwambia kuwa msaada utakuja kumchukua baada ya masaa 52. Hebu ngoja, masaa 52? Masaa 52 ni zaidi ya siku 2 na masaa 4 hayo. Kwa hiyo ina maana akae hapo akiwa amesimama tu anasubiri huo msaada. Mbona hatari? Kwa ujinga zaidi anaambiwa pia anaweza kujaribu kuruka, lakini atapoteza mguu wake mmoja. Hiyo inamtisha Mike. Hivyo anakubaliana nao asubiri hayo masaa 52. Kipindi baada anasubiri, kimbunga cha mchanga kinakuja. Hivyo anajiandaa nacho, anajiweka katika hali ya uimara ili kisije kikamng'oa kikamletea matatizo mengine ambayo kuyatarajia. Hivyo kinakuja kinampiga kwa usiku mzima, lakini mwanaume anavumilia na hadi kufikia asubuhi hali inakuwa shwari, imetulia. Anagundua kuwa mwili wa Tom umepeperushwa karibu naye, lakini redio ambayo ni ya muhimu zaidi imeenda
kwenda mbali zaidi, hivyo na yeye anaanza kukata tamaa. Lakini Mungu hajawahi kumtupa mja wake. Kipindi amekata tamaa, mzee fulani wa kibarba anatokea, ila anatembea zigzag sana. Wabarba hawa ni Waafrika ambao wanaishi katika zile nchi za Waarabu, ambao hawa ndio wenye asili ya hizo nchi. Mike anajaribu kumwambia kuhusu bomu, lakini jamaa anamwangalia tu, hamjibu. Alafu huyo anaondoka. Baadaye kuna msichana mdogo anajitokeza na anatembea zigzag sana. Hao watu wanajua kuwa hapo kuna mabomu, kwa hiyo anatembea zigzag kuyakwepa. Huyu msichana anampatia Mike maji safi, na bila kusema neno kwa sababu hajui Kiarabu, anamwambia Mike asonge mbele kwa kutumia askari wa plastic. Mike anashindwa kuelewa, hivyo anampanikisha yule msichana kwa kumwomba msaada. Yule msichana anaogopa, anakimbia. Usiku unaingia, joto unapungua, angalau anapata nafuu. Lakini kama unavyojua jangwani, mbwa mwitu na fisi wanakuaga wengi sana inapofika usiku. Mike anajaribu kupambana nao sana, na bomu lililokuwa karibu linalipuka, hivyo linawatisha, wanakimbia. Asubuhi yule mzee anarudi, anamwambia Mike kuwa na bahati sana kuishi muda wote huo, tena akiwa juu ya bomu. Mike anamuuliza yule mzee anajuaje ramani ya mabomu yeye anatembea lakini halipuki. Yule mzee anamjibu anatembea zigzag kuyakwepa kwa sababu anajua ramani yake ni hatari kutembea ukiwa umenyooka. Anamsogezea redio kisha anamwacha hapo, anaondoka bila kumuondoa. Hivyo Mike kwa kuondoa stress anaendelea kusikiza sauti za marafiki na maono ya Jane zikimpa nguvu ya kuendelea kuishi. Masaa yanaendelea kupita. Mike anaona maono ya Jane akiwa kando yake akimwambia arudi nyumbani. Kwa kukata tamaa anaendelea kudhoofika. Unajua jua linaendelea kumpiga, hivyo anaendelea kudhoofika. Yule mzee anarudi tena kumsaidia. Safari hii anamwambia kuwa na yeye aliwahi kukanyaga bomu na kupoteza mguu wake, hivyo kwa sasa anatumia mguu wa bandia ambao ni mti wa kuchongesha. Lakini baadaye alipata furaha kwenye maisha yake alipokutana na mke na kupata mtoto. Hivyo Mike anasema kuwa binti yake ni mzuri, alimletea maji. Lakini mzee anasema kwa huzuni yule binti alikufa baada ya kulipuliwa na bomu. Haya maneno yanamgusa sana Mike. Mzee anamwambia lazima aendelee kusonga mbele, huo ndio uzima, asiendelee kusimama hapo. Huyu mzee anajua Kiingereza, hivyo wanawasiliana na Mike bila shida. Sasa mara hapo kuna magaidi mbele yake, wanaanza kupambana kwa mapigano makali. Hawa ni wale magaidi waliokuwa wanamtafuta. Hivyo baada ya kupigana kwa muda mrefu, Mike anafanikiwa kuwadhibiti na kuwaua. Helikopta ya uokoaji nayo iko karibu, lakini flare yake imeanguka mbali. Flare ni ile bunduki ya kuombea msaada. Sasa tafanyaje? Maana akimisi hiyo nafasi, hiyo helikopta itamwacha na ndo msaada wake wa pekee. Anakumbuka maneno ya yule mzee kuwa asonge mbele. Anavuta pumzi ili aweze kusonga mbele, lakini anajua ni hatari, anaweza kupoteza mguu wake mmoja. Hivyo anavuta pumzi ndefu, alafu anasonga mbele. Subiri, mbona hajalipuka? Anagundua kuwa kile alichokuwa amekanyaga kumbe sio bomu, ilikuwa ni kopo tu ambao liliwekwaga hapo na binti wa yule mzee. Kumbe ndo maana yule binti alikuwa anamwambia mda ule asonge mbele, hakuna shida, ila jamaa yeye hakuelewa. Yani amekaa hapo zaidi ya siku 2, kumbe hata hamna tatizo. I say, yani hadi jamaa anachanganyikiwa. Yani analia kwa hasira, furaha, yani haamini kilichomtokea. Anapiga ile bunduki angani na timu ya uokoaji na kuja kumchukua. Yani kweli binadamu anaweza kutengeza matatizo ambayo hata hayapo, na anafanikiwa kurudi hadi Marekani na kukubali kumwoa Jane. Nikwambie, matatizo mengi ambayo wewe unayafikiria kichwani mwako, mengine hata sio halisia. Ni vile tu basi wewe unapenda kukuza mambo. Punguza ku overthink, utauawa na mawazo. Subscribe.